Haleluya hosana, haleluya hosana. Nina message nataka kuishare, nina jambo ambalo nataka kulishare. Hili jambo litakuwa na umuhimu kwa ambaye atakuja kusikiliza, akalelate au ika make sense kwake. Lakini pia itakuwa kama remembrance kwangu nikija kusikiliza. Pale ambapo pengine nitakuwa nimesahau au nitakuwa nimejisahau au pale ambapo nitakuwa napitia kipindi ambacho kinanifanya niwe mbali na hicho ambacho nataka kukishare hapa. Nachotaka kukishare leo ni namna gani huwa na find peace. Yaani jinsi gani huwa naipata amani. Haijalishi niko kwenye mstensi gani, yaani haijalishi niko kwenye jambo lipi, haijalishi niko kwenye kipindi kipi, huwa naipata amani. Kwa hiyo nimeona ni vyema nikishare huu ujumbe utakuwa na manufaa kwangu na kwa yule atakayekuja akasikiliza na ika make sense kwake. Na najua si kila mtu ataelewa, lakini kwa atakayeelewa ita make sense kwake, na iki make sense kwake haitakuwa kawaida. Itakuwa kama uponyaji, itakuwa kama key kwake. Kwa hiyo ukiona huelewi, you can move on, don't judge, move on, I'm just doing my thing. Nitaelezea huwa napataje amani, haijalishi kwenye jambo gani napitia, haijalishi ni circumstance gani ina happen in my life. Kitu cha kwanza kabisa, maana nilikaa nikajiuliza kwa nini napata amani hata pale ambapo kuna storm zimezunguka maisha yangu. Kwa nini napata amani hata pale vitisho vinapokuwa vimezingira maisha yangu. Kwa nini nitaipata amani tu hata kama pale napokuwa mbali na hiyo kwa kipindi fulani. Mwisho wa siku yaani nitaifind amani. Nikaja kugundua, na niligundua mara baada ya kusikia sauti inayosema, na hii sauti huwa inasema always ndani yangu, na huwa inaniambia ukweli at most of the time. Iliniambia ni kwa sababu huwa na surrender kwa Mungu. Yaani pale unapo surrender kwa Mungu si ishara ya kwamba you are weak. Iko hivyo, yaani pale unapokuwa kwenye hali yoyote ukaenda ukasurrender kwa Mungu, ukasema Mungu siwezi, ile si ishara ya kwamba wewe ni dhaifu. Yaani mimi naamini Mungu ni haki, ni mizani iliyolingana. Nguvu unayomwekea ndio nguvu anayokuwekea. Kwa hiyo unapomwekea matumaini yako, yale matumaini yanakurudia. Kwa hiyo ukienda kusurrender kwake ni kwamba unaamini kuna matumaini ya kushinda kupitia yeye, au kuna matumaini ya usalama kupitia yeye, haijalishi ni jambo gani unapitia. Kwa hiyo huwa nikisurrender kwa Mungu, kuna capacity fulani za peace huwa zinaingia ndani yangu. Kuna asilimia fulani za amani huwa zinajitengeneza ndani yangu. Kwa hiyo hata kama ni changamoto gani, hata kama nitajikuta siko kwenye amani muda fulani, nikikumbuka kwamba nimesurrender kwa Mungu, kuna namna najikuta tena kwenye amani. Kuna namna kuna asilimia fulani za amani. Jambo lingine ambalo naweza kulishare, ambalo nimeona na nilianza naamini, nikaja nikafahamu, nikaja nikalishuhudia, na sasa nafahamu kabisa maana nimeexperience. Namna sahihi ya kupata peace kwa mtu yoyote ni kuachilia vyote. Kuachilia vyote kiakili, yani in your mental state, kuachilia your thought, ya kuachilia mawazo yako, kuachilia fikra zako, kuachilia vile unavyovisikia kwenye kichwa chako. Ni kuachilia vyote kihisia, vile unavyojihisi. Ni kuachilia vyote vilivyopita. Ni kuachilia vyote ambavyo viko nje ya uwezo wako. Na naamini hivyo vyote unaweza kuvifanya pale ambapo unakuwa umesurrender kwa Mungu. Yaani mimi naamini ili uwe kwenye amani inabidi uwe ulipo. Na ili uwe ulipo
inabidi uachilie kila ulichonacho. Ndio maana hata kuna mfano kwenye Biblia, na huu mfano asante Mungu umekuja hapa kwenye mawazo yangu au kwenye kumbukumbu zangu au kwenye hii message ambayo niko na channel. Kwenye maandiko kuna sehemu alikuja mtu tajiri akamuuliza Yeshua, akamuuliza Yesu, nifanye nini ili niupate ufalme wa mbingu, kitu kama hicho, au niupate uzima wa milele. Akamwambia nenda kauze vyote ulivyo navyo. Pale hivi ilionekana kama vile amemjibu dry, yani amemjibu kwamba ni kama kumkatisha tamaa, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pale Yeshua alichokuwa anakimaanisha ni kwamba ukitaka amani achilia vyote ulivyo navyo. Maana nimejifunza pia kwenye hii dunia hakuna kitu unamiliki, ni unalinda tu kwa muda fulani. Yani nyumba ulionayo, hiyo nyumba hauimiliki. Hiyo nyumba ni iko mikononi mwako, unaisekiwa kwa kipindi fulani mpaka ambapo atakuja kusekiwa mwingine. Iko hivyo. Uko ukisekiwa pale ambapo tu una nguvu za kuisekiwa. Siku nguvu za kuisekiwa zikiondoka, si nyumba yako. Kwa hiyo kwenye hii dunia haumiliki chochote. Kwa hiyo achilia kila kitu, si uende uvitupe, no. Yani usijidefine kupitia hivyo. Kwa kama unapitia pengine loss ya kitu, hicho kitu mjaribu kukiachilia ili upate amani. Kama unapitia loss ya kihisia, unamwachilia mtu, pengine kuna mtu anaondoka kwenye mahusiano yako, pengine ni familia unaondolewa. Familia huwa zinakuwa kihisia, mahusiano huwa yako kihisia. Jinsi tunavyoishi na watu iko very spiritually. Kwa hiyo kama unapitia loss ya mtu fulani, achilia ili upate amani. Iko hivyo. Kwa hiyo unaona kuna nguvu kwenye kuachilia. Ndio maana pale kwenye maandiko tunaonyeshwa tajiri aliambiwa nenda kauze vyote ulivyo navyo, yani kaachilie vyote ulivyo navyo. Biblia imeandikwa katika namna ambayo ni very very spiritual, ni mpaka uwe na jicho la tatu ili kuelewa message zilizomo mle, maana sio story tu za kusimuliwa. Iko hivyo. Maana ukiziangalia kama story za kusimuliwa, imeandikwa andiko linaua lakini roho anauisha. Kwa hiyo inabidi uifuate kiroho, maana ukifuata kama maandiko imeandika pia wewe ni mavumbi utarudia mavumbi. Iko hivyo. Kwa hiyo achilia kila kitu ili upate amani. Maana amani ni kitu ambayo ni nafsi yako inahitaji, ni kama pumzi ya nafsi yako, ni kama chakula cha nafsi yako, ni kama oksijeni ya nafsi yako. Ukiikosa hiyo, nafsi yako ni kama iko kuzimu, nafsi yako ni kama iko through hell. Iko hivyo. Na ukiachilia kila kitu inamaanisha umeiweka huru nafsi yako. Na usiachilie kila kitu kwa huku nje. Achilia ndani yako kwa kuamini haya mawazo unayoyasikiliza, haya mawazo ambayo yako kwenye kichwa chako, wewe ni msikilizaji tu, si kwamba wewe ni chanzo cha hayo mawazo. Jiangalie kama ambayo umepitia huko nyuma, jiangalie kama ulipo. Jaribu kutafuta sehemu ambayo ni ya utulivu, maana hata mimi ambapo narekodia inabidi nitafute sehemu yenye utulivu. Ukipata sehemu yenye utulivu ambapo unaweza ukatulia, fanya zoezi la kuachilia. Usiwe ulipotoka, usiwe past. Ukiwa past utakuwa kwenye majuto. Maana past hata kama ni nzuri kiasi gani, huwezi kwenda kuchukua ule uzuri kauleta leo. Past hata kama ni mbaya kiasi gani, ni past, ishakuwa past. Na ukiwa future, yani ukiwa kwenye mawazo yako kwa wakati unaokuja, ukiwa kwenye hisia zako kwenye wakati unaokuja, utakutia wasiwasi, maana uko nje ya uwezo wa mikono yako, uko nje ya uwezo wako. Iko hivyo. Kwa hiyo angalia pale ambapo uwezo wako upo, pale ulipo, angalia beautiful thing ulizonazo. Ukiangalia ulipo, kama uko kwenye utulivu, utagundua una amani. Kuna watu wamefungwa, utagundua una amani. Kuna watu wanapumlia oxygen, wewe unavuta pumzi bure. Utagundua una vitu ambavyo ni luxury thing. Ili mtu asikilize hii inabidi awe na smartphone, inabidi awe na YouTube channel, yani inabidi awe na YouTube, inabidi awe na bando, inabidi awe na internet access, inabidi awe na afya. Yani lazima ana luxury things, ana vitu ambavyo ni luxury, ni aoni tu. Ili uje usikilize hapa inabidi uwe na smartphone. Smartphone haiuzwi chini ya 10,000. Kwa hiyo wewe hauishi chini ya $1, wewe sio maskini.
una uwezo wa kuafford kitu ambacho ni juu ya $1. Ili uweke vocha inabidi uwe na pesa mfukoni. Kwa hiyo wewe hujaachwa kabisa, yani hujapungukiwa kabisa na Mungu. Kwa hiyo una beautiful things, fokusia kwenye hizo. Ukifokusia kwenye hizo unagundua una amani. Na ukigundua amani, siku utakayogunduaga amani hii hapa, utotakaga amani iondoke. Maana amani ndio ufalme wa mbingu. Maana amani kisha kuwa ndani yako, una uwezo wa kucreate life lako, una uwezo wa kuextend ndani yako, una uwezo wa kuishi mbingu ukiwa hapa hapa. Iko hivyo, mbingu unatakiwa uanze kuishi ukiwa hapa hapa. Maana hatufi ili twende mbinguni, tunabikamu mbinguni. Yani tunaishi ili mbingu iishi ndani yetu, ili sisi tuje tuishi ndani ya hiyo mbingu. Kwa hiyo unaanza kuitengeneza pepo yako ukiwa hapa hapa. Kwa anza kuzitengeneza nervous system zako kuiishi mbingu ukiwa hapa hapa, ili ufalme wa mbingu ukufuate. Iko hivyo, maana una attract what you are. Maana kwenye ulimwengu kuna law, yani kuna law ambayo ina ugovern ulimwengu, na hiyo ni law of as within so without, yani kilichoko ndani yako ndicho kinachokuja kuwa nje. Iko hivyo. Kwa hiyo ndani yako pakiwa kwenye utulivu, pakiwa kwenye amani, automatically maisha yako yanakuwa kwenye amani. Kwa hiyo hakikisha kwenye siku at least unatenga hata masaa 2 kwenye masaa 24 ya kuitafuta amani, ili masaa yako 24 yafuatwe na amani. Maana una attract kilichoko ndani yako kitakuja nje. You attract what you are. Maisha yatakumiro back. Maana maisha ni kama kioo, yanaangalia umekaaje ndani yako. Mahusiano ulionayo around wewe yanategemea ni umekaaje ndani yako. Iko hivyo. Na without saying many things, naomba hii ikawe uponyaji, ikawe key. Ukikutana na mtu sahihi ikawe ufunguo. Isiwe like kupoteza bando lake, isiwe kupoteza muda wake. Without saying many things, in the name of Yeshua, ashe over.